Habarini za asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Leo ni siku yenu ya kufurahi, na akasema maneno mawili kwamba kuna mambo mawili tu hapa duniani. Sasa na mimi nataka niungane naye. Kwanza, kukutana hapa ni sehemu ya sisi kufahamiana, ili tunavyotoka hapa ionekane kwamba tulikuwa na mtoko. Na sina shaka kwa timu ambayo imeandaliwa hapa, ambao watatoa mada, ni watu wazoefu sana. Ni imani yangu kwamba mtapata mambo mazuri. Kwa hiyo kama alivyosema mwenyekiti wetu wa jukwaa hili, na mimi nisisitize pia kwamba tukawe wasikivu kwa kipindi ambacho tutakuwepo hapa. Hakitakuwa kirefu sana. Tunasema ukienda mahali ni lazima ukapate kitu, isiwe kama yule ambaye hajaja hapa. Maana yake itakuwa haina faida na utakuwa umepoteza muda wako. Tunapokutana hapa, lengo kubwa ni hilo, kwamba tusikilize maoni ya vijana pamoja na kupata changamoto mlizonazo, ili sisi kama serikali tuweze kuzitatua. Lakini tuko hapa mahususi pia, kama mlivyosikia, tutapokea mwenge wa uhuru kwenye wilaya yetu na kuukimbiza katika majimbo yote mawili, wilaya nzima. Sasa kikao hiki ni sehemu ya matakwa ya mbio za mwenge wa uhuru, na kama tunavyojua mwenge wa uhuru tangu uhuru mpaka leo unakimbizwa na vijana, na niliambiwa hapa, na mimi ninakubaliana na MC wetu na katibu wa jukwaa hili kwamba katika nchi yetu kundi ambalo ni kubwa ni kundi la vijana. Sisi kwenye wilaya yetu kwa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 wilaya yetu ina watu 480,025, ambapo katika kipindi hicho cha sensa kundi la vijana ilionekana ni vijana takribani 171,862, ambayo ni kama 30% na ngapi na 5 tuliambiwa hapo awali. Lakini tukikompute kutoka 2022 mpaka leo, bila shaka tutakuwa tunachezea kwenye 40% humo. Hili ni kundi la vijana kuanzia miaka 15 hivi mpaka 35, na kwa sasa kwa mujibu wa idara ya maendeleo ya jamii, nadhani wamesogeza kidogo umri wa vijana, si ndio, mpaka 45. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kundi la vijana kwenye nchi yetu ni kubwa, na actually ndio nguvu kazi. Na kundi hili sisi kama serikali tunataka lishiriki kwenye shughuli za uzalishaji, lakini na kuchangia pia pato la nchi yetu. Na ndio maana serikali imefanya jitihada mbalimbali ili kukabiliana na changamoto za vijana, hasa halmashauri yetu ndani ya wilaya yetu. Na haya ni maelekezo ya Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali. Kwanza, halmashauri imeendelea kutoa mikopo isiyokuwa na riba
katika wilaya yetu. Katika kipindi cha mwaka 24-25 na 25-26 halmashauri imeendelea kutenga fedha kupitia mapato yake ya ndani na kutoa mikopo hiyo isiyokuwa na riba, ambapo katika kipindi hicho cha 24-25, 25-26 vikundi vipatavyo 30 vya vijana vimeweza kupata mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 619,745,000, na hii imesaidia kupunguza utegemezi kwa vijana wapatao 96 waliojiunga katika vikundi mbalimbali ili kupata mikopo. Kwa hiyo nitumie pia platform hii kuwasihi vijana ambao leo mmehudhuria hapa na wale ambao watakuwa hawajahudhuria, kuambia kwamba fursa hii ya mikopo isiyokuwa na riba inaendelea kutolewa na halmashauri yetu kila mwaka wa fedha, lakini wakati mwingine maombi yanakuwa mengi, huwezi ukavipa vikundi vyote kwa wakati mmoja. Ni lazima timu yetu inapita kuchambua na kuona maandiko yale na kazi ambazo zimepangwa kufanyika na kuona namna ambavyo wataweza kurejesha mikopo hiyo. Wakati mwingine vinapata vikundi vichache tofauti na watu walivyoomba. Unakuta watu maombi labda yana thamani ya bilioni 1 au bilioni 2. Wakati huo mnataka kutoa milioni 500. Si lazima ufanye uchambuzi, si ndio na kuona kwamba ni andiko lipi ambalo limekizi, ambalo linaonekana kushinda maandiko mengine. Sasa kutokana na uhitaji, baada ya kuonekana kwamba uhitaji ni mkubwa wa vijana wamechangamkia hizi fursa, rais wetu aliweza kutoa bilioni 200 kupitia benki ya NMB, ambapo riba yake ya mkopo kumekuwa na mazungumzo na benki, imepunguzwa ni 7%, tofauti na mikopo ile mingine. Na kwenye wilaya yetu tayari kuna vijana wameshachangamkia fursa, vijana wapatao 26 ambao wameshakopeshwa milioni 41,900,000. Kwa hiyo na yako mazungumzo yanaendelea pia kwenye benki ya CRDB. Kwa hiyo nawaambia haya, unaweza ukawa wewe, unaweza ukamwambia kijana mwenzako ambaye leo hajashiriki kwenye kongamano hili. Hizi ni fursa. Wakati tunasoma, tunatafuta ajira kupitia serikali, lakini tunaweza tukawa tunafanya kazi zingine. Si busara kwa mtu ambaye amesoma, amemaliza, ukakaa, kuna fursa zipo ndani ya wilaya, ukabaki kuwa tegemezi kwa wazazi. Sisi vijana tunavyokuwa tunakuwa, wazazi wetu wanatuangalia, na kadiri umri unavyozidi wanazeeka, sisi ndio tutakuja tugeuke tuwe walezi wao, na ndivyo dunia inavyotaka. Kwa hiyo ni lazima kama kijana usikae unabweteka unasubiria urithi wa mzee. Wengine unaweza ukawa unawaza hata mbona mzee anachelewa. Sasa hayo sio mambo mazuri. Tumeshuhudia na yasema haya mimi kwa sababu ni mkuu wenu wa wilaya, na kutana na kesi nyingi, watu wanagombania shamba, unakuta kundi la wajukuu, halafu ukiwaangalia wajukuu wenyewe wanaosema wajukuu nao ni wazee, wanahangaikia mali ya babu yao. Maana yake hao wamezembea kutafuta. Kweli si kweli? Maana yake ukiangalia idadi yao na kile wanachogombania, hata wakiuza sana sana watagawana kama ni hela 200,000 au 100,000. Sasa 100,000 inabadilisha nini? Kwa hiyo ni muhimu kujipanga mapema ukiwa kama kijana, na haya mambo yanawezekana.
Na ukipata nafasi ya kwenda shule, soma kwa bidii. Wewe ndio unategemewa kwenda kubadilisha maisha ya familia yako. Wakati mwingine unaweza ukajikuta wewe ndio unaanza kwenye familia. Ukilitambua hilo, hautafanya uzembe. Hata kama ukiwa chuoni, sekondari, utasoma kwa bidii ukilenga kwenda kubadilisha maisha ya nyumbani kwenu. Tupo sisi wengi hapa, tumekuwa pengine ndio wa kwanza kwenye familia zetu au na kwenye ukoo. Tumefanya hivyo na tunazidi kusaidia wengine, lakini na hata wale ambao sio wa familia zetu. Na mimi kwenye hili nimekuwa nikisisitiza sana. Kwa hiyo nina imani kupitia jukwaa hili tutakuwa walimu wengi wa kueneza mazuri ambayo yanafanywa na serikali, lakini na sisi kama vijana. Wakati mwingine fursa zipo nyingi, wakati mwingine fursa tunaweza tukawa nazo, lakini tunashindwa kuziona. Si vibaya kuuliza mwenzako akakushauri. Wapo wanachukua mkopo, wanaanza kununua mazao, wanakuja kuuza kwa faida. Wapo wanakopa, wanaanza kununua ng'ombe, wananenepesha, au wananunua kwenye mnada huo huo na kuuza na kupata faida. Si hapo, si ndio? Zote hizo ni fursa. Leo sisi tuna mwenge wa uhuru tarehe 17, lakini tuna kodi majukwaa, mziki na PA. Tukipata vijana hapa Ngudu wakachukua mkopo halmashauri hapo, wakanunua majukwaa na mziki, tumeona hapa, tumeshuhudia na wasanii hapa, yakawa yako hapa. Tukiwa na shughuli, tuna ugeni wa viongozi, tuna mwenge kama hivyo, tutakodi hayo majukwaa, tutakodi huo mziki, mtaingiza hela. Na wapa tu mfano, kwenye mwenge huu tumekodi mziki na PA. Nilivyowauliza wale wenye mziki wale, wakaniambia ni kikundi cha watu ambao wamekopeshwa na halmashauri ya wilaya Arumeru, lakini leo wanazunguka, yaani wameenda halmashauri kadhaa, na hapa walikuwa wanataka walipwe mziki na majukwaa nadhani milioni 5. Magu amelipwa milioni 6,500,000. Kwa fursa zipo nyingi, wakati mwingine kuzijua. Unaweza ukawa unawaza zile zinazokuzunguka tu, lakini tunapokutana hivi, ndio maana tunasema kwamba hapa mtajadiliana, na kwenye kujadiliana hatutakiwi tuogope, lakini tunajifunza, tunapata mawazo, na baadaye tunaweza tukaja, sio lazima uyafanyie kazi leo. Unaweza ukawa una noti baadhi ya vitu, baadaye huko unaweza ukashawishi wenzako wala ambao mnafahamiana, mkaanzisha kikundi na mkapata fursa. Lakini serikali pia imeendelea kuwafikia vijana katika makundi mbalimbali. Tunayo makundi mbalimbali ya vijana wafanyabiashara. Sisi tunao vijana maafisa usafirishaji wanaitwa siku hizi, lakini tuna mafundi seremala, tuna machinga, tuna wafugaji, wakulima, mafundi seremala na mafundi washi. Tumejitahidi sana kwenye wilaya yetu kuyatambua haya makundi, tukiamini kwamba makundi haya ni muhimu. Idara hii ya maendeleo ya jamii imefanya kazi nzuri sana kushirikiana na jeshi la polisi kwenye baadhi ya maeneo kuyatambua haya makundi.
lengo letu ni lile lile. Kwanza wafikiwe na maafisa wetu wa halmashauri, wanaweza kama maafisa biashara, maendeleo ya jamii, lakini na wadau wengine wa maendeleo, kuwapa elimu ili waweze kupitia hizi fursa ambazo zinatolewa na serikali, makundi haya yaweze kunufaika na fursa hizo zinazotolewa na serikali. Kwa hiyo niwaombe vijana, leo tutakavyokuwa tumezindua kongamano hili, imani yangu ni kubwa kwenu, hasa nikizingatia kwamba kwanza mmekuja mapema, nikitambua kwamba mnayo nia na uchu wa kujifunza, lakini na kuzijua fursa ambazo tunazo ndani ya wilaya yetu. Sasa nyinyi tuungane, tukawe mabalozi kwa vijana wenzetu wengine ambao hawajafika leo, ili tukaeleze namna ambavyo tunatakiwa kushirikiana na serikali tuweze kunufaika kupitia fursa ambazo zipo. Lakini sita, tukiwa tunapambana katika kuhakikisha kwamba fursa tulizonazo tunazitumia vilivyo, serikali imeendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo kuyafikia makundi ya vijana na kutoa elimu ya afya na mapambano pia dhidi ya maambukizi ya VVU na elimu ya masuala ya afya kwa ujumla wake. Lakini na sasa tuko pia kwenye mpango wa serikali kuwezesha wananchi wote kupata bima ya afya kwa wote. Zote hizi ni fursa ambazo zinakuwepo. Sasa tunavyokuwa tunashiriki kwenye shughuli za uzalishaji, ni lazima pia tuhakikishe kwamba tunazingatia masuala ya afya. Na kwa sababu vijana nimekutana na nyinyi, ndio rika lenyewe, mnakuwa pia mnahitaji kuoa na kuolewa, si ndio? Si ndio? Muhimu pia tuwaambie, kwa sababu tusipowaambia tutakuwa pia tuwasaidii. Ni lazima pia ujilinde na umlinde mwenzako. Tunawakaribisha kwenye Mwenge, lakini tutakuwa na timu yetu ya watu wa afya na tunaendelea, nimeendelea kuelekeza maeneo yote ya taasisi za serikali na binafsi, tunaweka kondomu kwenye vyoo, tuzichukue na tuzitumie. Na kwenye mkesha zitakuwepo. Tunayasema haya kwa sababu nyinyi ndiyo nguvu kazi ya nini? Ya taifa. Sisi tuna uchu mkubwa sana na nyinyi wa kuwalinda. Sisi tunazeeka na nyinyi ndio mtakao take off. Tunahitaji tuwe na watu ambao wako mentally vizuri, lakini physically, si ndio? Ikibidi na biologically. Na mbunge alisaidia baadhi ya vikundi vilivyokuwa vimeundwa kuvilipia hiyo gharama ya leseni, pamoja na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo iko fursa pia kwenye uchimbaji wa madini, na viongozi wetu wamehakikisha kwamba vijana wanakuwa sehemu
ya fursa hiyo ya uchimbaji wa madini, nataka niwaambie kwa mwaka huu vikundi vipatavyo 11 vyenye zaidi ya vijana 200 wameweza kupewa leseni za uchimbaji madini kule Mande. Kwa hiyo nitumie pia jukwaa hili kuambia kwamba bado kule fursa tunayo. Tulihitaji watu waunde vikundi. Wakati mwingine ukiwaambia watu hawachangamki. Kwa hiyo ninawahamasisha na nyinyi mkawaambie na wengine huko tuunde vikundi, na wanaosajili vikundi ni hawa. Mambo mengine yakikwama humo yanayohitajika kukamilisha hiyo, mnaniambia. Mimi ndio msimamizi wa shughuli zote za serikali ndani ya wilaya. Kikundi kitahitaji kuwa na leseni, kitahitaji kuwa na tini namba mnaipata TRA. Kienda ukakwama, mnasajili kikundi kwa nia ya uchimbaji au kwa nia nyingine yoyote, mkikwama mahali popote, mimi ofisi yangu iko available muda wote. Ninaye hapa afisa tarafa pia wa Ngudu, mzoefu, mwanasheria. Lakini mimi kwenye ofisi yangu ukiwa na shida muda wowote ninakaribisha. Lakini natoa namba, napokea, najibu message. Kwa ukikwama mahali popote nitafute, niambie. Kwa hiyo ni fursa nyingine, na serikali yenu ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeelekeza mahali kuliko na migodi, vijana wanufaike na fursa. Nyinyi ni mashahidi, nadhani mmeshaona fedha saa hizi iko kwenye madini. Kweli si kweli? Ukisha kuwa na leseni sio lazima uchimbe wewe. Wanaweza wakaja watu wakawekeza kwa sababu na leseni. Wewe sasa ndio utaamua kwamba mimi utanipa nini. Kwa anafanya mwingine, wewe zinakukuta hela ukiwa umetulia. Kwa hiyo ni muhimu, hilo ni eneo lingine ambalo liko ndani ya wilaya yetu. Ukanda ule wa Mande wote kule, Bupamwa kule, ni maeneo yana migodi, na sisi pale napohitajika tunasimamia. Na kwa kweli mbunge wenu, viongozi wa chama na mimi mwenyewe tunasimamia kuhakikisha kwamba wilaya hii tunataka ibadilike, na wilaya hii kubadilika kwake itajengwa na vijana, ni kupitia fursa hizo ambazo serikali ya awamu ya 6 imeelekeza. Kwa hiyo ni muhimu, zinaweza zikawepo fursa halafu watu tusiwapate wa kuomba, au wakatoka maeneo mengine, kwa sababu hii ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni Tanzania. Wewe Mwanakwimbu usipoomba, mimi siwezi kukuletea kiboko nikulazimishe omba. Kijana mwingine atakaye kuja atachangamkia. Tuna chuo cha afya hapa, wanapata mkopo wakiwa wanasoma. Ukienda pale unaweza ukakuta Wangudu wa kuhesabika. Tuna VETA iko hapa, yaani anaweza akasoma mtu anaenda kwa mguu tu anarudi. Ni advantage ukiwa na kitu kiko ndani ya maeneo unayokaa. Sasa swala ni kuchangamkia. Maana wako wengine huwa wana mifano ile ya kushindwa. Tunaweza kumkuta familia nyingine anakuambia kusoma kuna faida gani? Mbona mtoto wa fulani amemaliza yupo? Mungu kila mtu amemwandalia, si ndio? Amempangia atakuwa nani tangu akiwa tumboni mwa nani. Usitake kufanya mifano ile tu ambayo inaonekana kuto kufanya vizuri. Mbona ile mizuri hatuitumii? Wapo wengine unaweza kukuta kijana amemaliza form 4 amefaulu vizuri. Juzi nimekutana na kijana mmoja amechaguliwa Sumba Sekondari PCB. Ana simu ya hela nyingi kabisa, lakini anasema
hana hela ya kwenda Nsumba. Nsumba unajua ni pale Nyegezi. Mimi nimesoma pale Nsumba. Wakati nasoma nilikuwa na vijana wa Ngudu hapa wa kuimba. Wengine walikuwa napita njia za kukatiza na kuambia mimi natembeaga kwa mguu kwa sababu ya hali ya nyumbani kwao. Nikamwambia njoo kwenye ofisi yangu ukitaka msaada ukiwa na kitu. Umesoma form 1 mpaka form 4 umefaulu, umeenda shule ambayo ukifika pale division 1 ni uhakika. Unasoma PCB chuo kikuu kienda mkopo ni uhakika. Nilikaa naye nilimkanseli sana kijana. Ana simu. Nikamwambia mimi ningekuwa wewe ningeiuza hata hiyo simu. Ukaja ukaniambia Mheshimiwa DC nimeuza simu yangu nimepata milioni 20-30. Wazazi wangu hawana mwamko wa elimu. Naomba Mheshimiwa mkuu wa wilaya unisaidie. Ningetafuta wadau nikamshika mkono anaenda wapi? Nia yangu ni kuona naye anakuja kufanikiwa. Mimi akiwa ananiongea wakati huo nilishaondoka au nimeshakuwa mzee, hiyo ndio baraka kwangu. Mimi wale ninaowasaidia wakinisema vizuri au wakaniombea kanisani, hata nisipoenda ninabarikiwa. Uongo kweli? Kwa hiyo yako mambo ya kujifunza sisi kama vijana. Hata nyinyi pia mna wadogo wenu. Elimu tulishaambiwa ni ufunguo wa maisha. Waliosema wahenga wetu hawakukosea. Na ndio maana kwenye debate na miaka yote hiyo haiwezi kuisha. Education is better than what? Yes, it is. Unaweza ukawa na hela lakini usijue cha kuifanyia hiyo hela na ukaimaliza. Sisi kwenye maisha, sisi kama viongozi tuna mifano. Tuna watu tumewapa hela, akitoka pale anaenda kuihonga yote au kulewa, kwa sababu kwanza ameipata, haina maumivu kwake. Yaani hela ukiipata hata ya kuokota iheshimu. Kuna mtu aliipambania, hakutaka idondoshe, ili imedondoka kwa bahati mbaya. Mungu alitaka wewe uipate ili iwe ndio njia yako ya kutokea. Sasa wewe unaichezea. Kwa hiyo yako mambo ya kujifunza. Unaweza ukakutana na watu wa kukatisha tamaa, lakini kuna maarifa ya kupata darasani na maarifa ya kuzaliwa nayo. Sasa tunavyoenda shuleni tunaenda kuboresha yale maarifa. Sasa unaweza ukaenda shuleni ukapata ile elimu lakini usielimike. Kwa hiyo ni muhimu sana vijana tukazingatia uzinduzi wa jukwaa la vijana. Vijana tufanye nini? Vijana tuyajenge, si ndio? Anasema Tanzania, vijana tuyajenge. Vijana tuyajenge. Tuko hapa tunayajenga. Na kuyajenga kwenyewe ni kama hivi tunavyoelezana. Tunajengana, si ndio? Mimi mwenzenu ni kijana wa makamo, si ndio? Kijana wa makamo. Kwa hiyo tuko hapa tunayajenga. Kwa hiyo tunavyoyajenga tunataka vijana tusibaki nyuma. Mimi huwa naumia sana. Yako mambo kwa kweli mimi niseme wazi, naumia. Yaani unakuta kijana umemaliza form 4, umemaliza chuo, yaani asubuhi mpaka jioni huko kwenye purutebo. Hata kama kuna hela zinapatikana, huwezi kupata hela ya mahali kupitia purutebo. Huwezi ukapata fedha ya kubadilisha maisha kupitia purutebo. Ni lazima uhangaike. Saizi kuna mazao yanafanya vizuri sana kwenye wilaya yetu ya Kwimba. Bengu choroko. Kijana umemaliza, lima kaeneo kako hata nusu eka tu. Ukipata mtaji ndio anzia hapo hapo. Yaani unatakiwa uwe tofauti ya wenzako uliowaacha walioishia darasa la 7. Haiwezekani umemaliza form 4, umemaliza form 6, umemaliza chuo, yaani uone kwamba ulipoteza muda kuliko yule uliyemwacha. Yawezekana ameshapiga hatua, yes. Lakini kupitia elimu yako na maarifa uliyoyapata, tunataka tuone tofauti ukianza shughuli zako na biashara zako ufanikiwe kuliko uliyomwacha.
Na ili Heru ione kwamba uwe na nidhamu nayo, ni lazima uisotee. Lakini hata ukipewa mtaji na mzee wako, onyesha kwamba mimi ninaweza, mimi nimesoma, nimeelimika, ufanye mabadiliko na baadaye uje uwakomboe wale uliowaacha wajifunze kupitia wewe. Sasa nimeona moderator hapa ananiangalia sana, naona muda umeenda sana, na kwa sababu nimekutana na vijana nimekutana na vijana, nilikuwa na mengi. Unajua, wakati mwingine unapokutana na kundi ambalo ndio nguvu kazi ya taifa, unataka uongee kwa ukubwa wake. Najua kutakuwepo na watu watakukuru, watasema una mada. Sikilizeni, mimi nawaambia kama ilivyo kauli mbiu, Tanzania hii ndio mama yetu, ndio baba yetu. Tuna wajibu wa kuijenga, tuna wajibu wa kuilinda. Kuijenga ni pamoja na sisi kufanya kazi, kuziendea fursa ambazo zipo, tujiepushe na makundi ya hovyo yasiyokuwa na tija. Lengo tu focus kubadilisha maisha. Tukifanya hivyo, sisi tutakuwa sehemu ya kuinua uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo nimalizie kwa kuwataka, kama ambavyo tuliambiwa, msikilize kwa makini, lakini mtoe maoni yenu, mjadiliane. Sikiliza kinachotolewa na mwenzako, hata kama ukitaki, kuwa msikivu tu. Nayo hiyo ni njia moja ya kuonyesha ustaarabu. Unavyotaka wewe usikilizwe, sikiliza na yule anayetoa mwenzako. Niwashukuru tena waandaaji wa jukwaa hili kwa maandalizi mazuri, uongozi wa halmashauri kiongozwa na idara ya maendeleo ya jamii kupitia afisa vijana, afisa tarafa wetu, lakini watendaji na wote ambao wameshiriki kufanikisha jukwaa hili. Niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana, niwatakie kongamano jema. Sasa nitamke kwamba pia nimefungua rasmi kongamano hili. Asanteni sana kwa kunisikiliza.